Na katika kisa cha kusikitisha, kijana mmoja ambaye ni mlemavu wa kusikia amezikwa leo huko Nyeri baada ya kuuawa na majambazi baada ya gari la usafiri walimokuwa wameabiri kuvamiwa hapa jijini Nairobi. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba kosa lililofanya Dennis ni kuwa kiziwi, huku jamaa na marafiki zake wakimpumzisha katika eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri hapo jana. Maswali mengi yameibuka kuhusu usalama wa jamaa walio na ulemavu wa kuzungumza na kusikia. Mwanahabari Ibrahim anaarifu kuhusu pengo lililoko katika jamii ambalo limewaacha walemavu katika hali ya hatari. Hapa ndipo alipopumzishwa Dennis Kimani Karanja, yapata wiki moja baada ya kukumbana na mauti mikononi mwa majambazi walioliteka nyara gari la Sunbird ambalo aliabiri Dennis baada ya kufunga biashara yake ya kuuza peremende katika barabara ya Moi mjini Nairobi. Dennis was stabbed 33 times just because he was deaf. He was not making any loud sounds because he is a person who became deaf at birth, so he didn't have any speech. Duru zinaarifu kuwa majambazi 9 waliabiri gari hilo kama abiria, na baada ya safari fupi wakatoa silaha yao na kuwavamia abiria wasio na hatia. Ni katika uvamizi huu ambapo waliamrisha wote kuwapa pesa na simu, ila kwa kutoelewa amri hiyo, Dennis akasita na kupelekea kudungwa kwa kisu mara 33. He used to work on his own and he used to make ends meet on his own. He never used to be a bother to the community, but he used to make ends meet for his own. So at the end of the day, he's a hard-working man that we have laid to rest the day of today. Someone who could have, he had much to give to the deaf community and also to us as cousins, but that was the will of God. Kisa cha mauaji ya Dennis Kimani Karanja kwa kuwa kiziwi, hivyo basi kutoelewa amri aliyopewa na majambazi katili, ni kiashiria kamili kwamba jamii ya viziwi ipo hatarini, sio tu nchini Kenya bali ulimwenguni kote. Kumekuwa na visa kadhaa vilivyoripotiwa ulimwenguni kuhusu hatari wanayokumbana nayo viziwi katika shughuli zao za kila siku, hatari ambayo mara nyingi yaweza kuepukika. I think if the government can come in and try and see, we look at a way that the communication barrier can be minimized, maybe I think it can work out. For example, that like right now we have a new curriculum. It's teaching about new things. I think sign language can be introduced, at least to break that, just common things like greetings and pass me that, give me this. I think just to break down that communication barrier. Kulingana na takwimu za hesabu ya watu mwaka 2009, takriban Wakenya milioni 1.3 wanaishi na ulemavu, huku 600,000 wakiwa ni viziwi vile bubu. Hata hivyo, ripoti ya muungano wa kitaifa wa viziwi unaonyesha kuwa idadi hii imeongezeka hadi 800,000. Na kwa waliomjua Dennis Kimani Karanja, serikali lazima ijizatiti kuwahakikishia usalama walemavu, haswa viziwi na bubu. If only all of us could just make the world a better place for everybody to live in, both disability and people without disability. We should just try to make our world a better place, then this wouldn't happen. Uzito wa hatari hii inayowakumba walemavu ukiwasonga waombolezaji katika hafla ya mazishi ya Dennis, wengi wakibaki wenye huzuni mkubwa. Ibrahim Karanja, KTN News.